Historia ya watakatifu Petro na Paulo tunaowaadhimisha. Mtakatifu Petro ni mzaliwa wa Bethsaida katika mkoa wa Galilaya huko Palestina. Kazi yake kuu ilikuwa ni uvuvi. Aliacha yote na kumfuata Kristo baada ya kuitwa naye. Aliacha yote ikiwa ni pamoja na nyavu na mashua zake alizokuwa akifanyia kazi. Aliacha ndugu na familia, maana alikuwa na mke na watoto. Aliacha maisha ya kujitawala mwenyewe, akakubali kutawaliwa na Kristo na sheria na neno lake. Inasemekana alikuwa mtu dhaifu sana kama binadamu, ambaye mara nyingi alimsaliti Bwana wake. Hata hivyo, inasemekana pia kwamba alikuwa ni mtu hodari sana, uhodari ambao binadamu wengine wanaukosa, kwa sababu kila mara alikuwa tayari kuamka, kunyanyuka, kusimama na kutubu dhambi zake na kumfuata Bwana wake kwa nguvu zake zote. Alikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili ya Kristo Yesu, maana alimpenda sana. Alikuwa tayari hata kufa. Kwa maneno yake mwenyewe anamwambia Kristo Yesu, niko tayari kufa kwa ajili yako. Itakumbukwa pia kwamba hata kule bustanini Getsemane alitoa upanga na kumkata sikio mtumishi wa kuhani mkuu, kwa sababu alitaka kumpambania Kristo wake. Hata hivyo, katika udhaifu wake wa kibinadamu alimsaliti Yesu mara 3. Lakini Yesu, kwa sababu alimpenda na akijua kwamba ndiye aliyemchagua kiongozi wa kanisa lake, alimuongoza katika toba, na mara 3 Petro alikiri kwamba anampenda Yesu. Tunaweza tukasoma mambo hayo katika Injili ya Yohane sura ya 21 kuanzia aya ya 15. Aliliongoza kanisa la Mungu tokea Yerusalemu. Hata hivyo, madhulumu yalipozidi huko, alikimbilia Antiokia, ambako kwa muda aliliongoza kanisa akitokea Antiokia. Baadaye alikimbilia Roma na akaliongoza kanisa la Mungu tokea Roma kwa miaka 25. Hata hivyo, katika utawala wa Nero Kaisari alikamatwa, akawekwa ndani, akafunguliwa mashtaka na akahukumiwa kifo. Alikufa kifo cha msalaba, akitundikwa kichwa chini miguu juu, kama alivyoomba mwenyewe, ili asitundikwe kama Bwana wake. Basi ilikuwa kati ya miaka ya 64 na miaka ya 65. Huyo ndiye Petro aliyoambiwa na Bwana Yesu kwamba wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Huyo ndiye Petro aliyekabidhiwa funguo za ufalme wa mbinguni, na akaambiwa milango ya kuzimu haitalishinda kanisa ninalojenga juu ya mwamba huu. Akaambiwa utafunga na kufungua ya mbinguni na duniani. Tunajikumbusha tu kwamba Petro wetu leo anaitwa Papa Leo wa 14. Basi tumwombee asimame katika imani, maana Yesu alimwambia Petro, mimi nimekuombea wewe Petro, ili imani yako isitetereke, na wewe ukisha imarika waimarishe na ndugu zako. Tumwombee Papa wetu Leo wa 14 ambaye ndiye Petro wetu, ili imani yake iimarike kama mwamba, atuimarishe na sisi tulio ndugu zake. Mtakatifu Paulo, yeye alizaliwa na aliishi huko Tarso. Alikuwa ni Myahudi wa madhehebu ya Farisayo, yaani alikuwa ni mfuasi wa dini ya Kiyahudi katika madhehebu ya Kifarisayo. Alikuwa ni msomi mkubwa sana wa sheria, mwenye kujaa wivu mkubwa sana kwa imani ya Kiyahudi. Ni kutokana na wivu huo aliwatesa sana Wakristo katika maisha yake ya mwanzo. Aliwatesa sana Wakristo na imani ya Kristo, akitafuta kuifutilia mbali, akiamini kwamba kwa kumwamini Kristo, kwa kuwa na imani ya Kristo, wanapotoka na kumsaliti Mungu wa kweli. Aidha, katika safari yake kuelekea huko Damaski ili apate kuwakamata Wakristo na kuwafunga na hatimaye kuwaua, anakutana na muujiza, anakutana na Kristo Yesu anayempiga mweleka na kisha kumweleza
jinsi anavyotaka amwongokee. Ni kwa neema ya Kristo Yesu anauongokea Ukristo. Anabatizwa na Anania na kisha kwa maelezo yake yeye mwenyewe anafundishwa na Kristo Yesu yeye mwenyewe zaidi ya miaka 3 akiwa huko Arabuni, katika jangwa la Arabuni. Kristo Yesu mwenyewe alikuwa akimfundisha. Kisha anapewa utume wa mataifa, kuwahubiria watu wa mataifa, yani watu wasiokuwa Wayahudi, kuwapelekea Injili. Alifanya kazi yake kwa nguvu, kwa wivu mkubwa. Alisafiri kila sehemu akihubiri neno la Mungu, akifungua makanisa mengi, akiandika barua nyingi kwa makanisa aliyoyafungua na hata yale ambayo hakuyafungua, ili kuwaimarisha Wakristo, kuwatia nguvu na kueleza imani sahihi ya Kikristo. Kwa ajili ya imani ilimpasa Paulo kuteseka sana, kuteseka mno. Aliteswa mengi kwa ajili ya imani aliyoihubiri. Alikamatwa mara nyingi na kufungwa mara nyingi mno. Alipigwa viboko vingi na tena mara nyingi. Yeye mwenyewe anasema zaidi ya mara 3 alipigwa viboko 40 kasoro kimoja, yaani 39. Aliponea chupuchupu kuuawa kwa Wayahudi na hata nje ya Wayahudi mara nyingi. Anasema alivunjikiwa na mitumbwi mara nyingi wakati akisafiri. Anasema katika mwili wetu twakikabili kifo kutwa kucha. Yote hayo ni kwa sababu alikuwa na imani kwa Kristo na alikuwa akitembea kumtangaza Kristo ambaye alimpenda. Alisalitiwa mara nyingi na watu waliowapenda, watu ambao alidhani ni ndugu, ni rafiki, akiamini wangemtetea, lakini walimwacha peke yake. Lakini yeye anasema hakuwa peke yake, maana daima Mungu alisimama pamoja naye na kumsaidia kutangaza ule ujumbe. Aidha, mwisho alikubali kufa kifo dini, akikatwa kichwa na Kaisari Nero. Hata hivyo, maneno yake Paulo yanatuonesha alikuwa ni mtu wa namna gani. Katika waraka kwa Wafilipi sura ya 3 aya 8 anasema, na yaona mambo yote kuwa ni takataka, kuwa ni uchafu, nikiyafananisha na uzuri usiopimika wa kumjua Kristo Yesu. Kwake yeye jambo la msingi si kufa wala si kuishi, bali kumjua Kristo Yesu na uzuri wake. Huyo ndiye aliyekuwa Paulo. Mwisho wa maisha yake akiwa kifoni na akijua kabisa kwamba anakwenda kuuawa kwa sababu ya imani yake, anatangaza maneno haya anapomwambia mtumishi wake, askofu mwenzake Timotheo, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Kinachonisubiria ni kimoja tu, ni tuzo ambalo nina hakika Bwana wangu mwenye haki atanipa. Na tena sio mimi tu, bali kila huyo mwenye kutazamia kufunuliwa, mwenye kutazamia uokovu wa Bwana atapewa tuzo hilo. Kwa kweli alikuwa ni mtu mwenye matumaini ya ajabu sana. Tumwombe Mungu katika utume wetu atujaze nguvu za namna hii, ili tuweze kumtumikia tukiwa wenye furaha, lakini zaidi ya hayo tukiwa na tumaini. Ikumbukwe ya kwamba sisi ni mahujaji wa matumaini. Lazima tuoneshe matumaini hayo katika maisha yetu ya kila siku. Watakatifu Petro na Paulo, mtuombee.